For today, I have a structured topic which is called direct and indirect speech. When we talk about direct and indirect speech in Swahili, we say kauli halisi na kauli taarifa. Kwa hiyo hapa we shall talk about kauli halisi and kauli taarifa. Kwa hiyo here we have two different speech. Tuna kauli mbili ambazo tutazijadili. Maana yake tutazungumzia kauli halisi na kauli taarifa. Sasa basi, kabla tujaendelea zaidi, tuangalie maana ya kauli halisi, direct speech. Tunapozungumzia direct speech, tunazungumzia kauli halisi. Kwa mfano, tukisema a direct speech in English as a definition, we say is when we report what someone said by using the exact words spoken by the first speaker. So, a direct speech in Swahili say ni kauli halisi. Na hii ni pale tunapokuwa tunatoa taarifa ya kitu ambacho kimezungumzwa na mtu kwa kutumia maneno halisi yaliyozungumzwa na mtu huyo wa kwanza, yaani mzungumzaji wa kwanza. Kwa hiyo hapa tunazungumzia umekutana na mtu akakwambia kitu, lakini wewe unataka kukifikisha kwa mtu wa tatu na unataka uzungumze kitu hicho kwa kutumia maneno halisi aliyozungumza yeye mzungumzaji wa kwanza. Hiyo ndio tunaita kauli halisi, kwamba tunafikisha taarifa ya kitu lakini kwa kutumia kauli ile aliyozungumza mzungumzaji wa kwanza. Now let's look at the examples. Tutizame mifano ambayo inatuonyesha namna ya kutunga sentensi katika direct speech. Mfano wa kwanza. Tom said, I like rice. Tom alisema, mimi hupenda wali. Kwamba mimi hupenda wali. Kwamba tuna mtu anaitwa Tom, lakini Tom alisema, mimi hupenda wali. Kwa hiyo hii sentensi ilizungumzwa na Tom pia, lakini kuna mimi mtu wa pili ambaye ninataka nikwambie wewe mtu wa tatu. Kwa hiyo ninakupa taarifa ya kile alichokisema na Tom, lakini kwa kutumia maneno yake halisi. Kwa hiyo nitasema Tom alisema, mimi hupenda wali. Sentensi ya pili nasema, I am reading a book. Asha said. Kwa hiyo kuna sentensi ambayo ilisemwa na Asha. Asha alisema kwamba mimi ninasoma kitabu. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo mimi ninaifikisha kwako kuhusu maneno ya Asha ambayo aliyazungumza mwenyewe, ila sasa mimi nataka nikupe wewe taarifa kwamba Asha alisema nini, lakini ninatumia maneno yake kufikisha taarifa ya kile alichokisema. Kwa hiyo hicho ndio tunakiita direct speech, reporting what has been said by the speaker by using the exact word spoken by the first speaker, kufikisha taarifa ya kile ambacho kimezungumzwa kwa kutumia maneno halisi ya mzungumzaji wa kwanza. Hiyo ndio tunaita direct speech. Na mara nyingi tunapozungumzia direct speech, maneno halisi ya mzungumzaji huwa yanawekwa kwenye fungua na funga semi. Baada ya kuona direct speech, tuangalie kitu kinaitwa an indirect speech. Indirect speech maana yake ni nini? Tunapozungumzia indirect speech tunazungumzia kauli taarifa. Kwa hiyo tukizungumzia indirect speech tunazungumzia kauli taarifa. And we say, what is an indirect speech, by the way? We say an indirect speech is when we report what someone said without using their exact words. Kwamba ni pale tunapokuwa tunatoa taarifa ya kile ambacho kimezungumzwa na mtu, sawa, bila kutumia maneno yake halisi. Kwa hiyo
Hapa ina maana kwamba it is when we use our own words to report the message spoken by the first speaker. Kwamba ni pale ambapo tunatumia maneno yetu kufikisha au kutoa taarifa, kutoa ujumbe ambao umezungumzwa na mzungumzaji wa kwanza. Kwamba unafikisha ujumbe wa mzungumzaji wa kwanza, lakini si kwa kutumia maneno yake. Unatumia maneno yako binafsi kufikisha ujumbe wake. Hiyo ndio tunasema is just what we call an indirect speech. Now let's look at the examples. Tutizame mifano ya sentensi ambazo zinatoa taarifa ya indirect speech. Sentensi ya kwanza inasema Tom said that he liked the rice. Tom said that he liked the rice. Tom alisema kwamba yeye alipenda wali. Yeye alipenda wali. Asha said that she was reading a book. Asha alisema kwamba alikuwa anasoma kitabu. Kwa hiyo hizi ni sentensi ambazo ziko kwenye indirect speech, kauli, taarifa. Kwa hiyo tukiangalia hapa, maneno yaliyosemwa ni maneno ambayo ni sentensi ambazo zimezungumzwa kama taarifa kwa kutumia mazungumzo ya mtu wa pili. Maana mtu wa pili anatumia maneno yake kuelezea kile kilichosemwa. Nadhani kama tunapatana kidogo hapo. Tom said that he liked the rice. Na Tom alisema kwamba yeye alipenda wali. Asha said that. Asha alisema kwamba she was reading a book. Yeye alikuwa anasoma kitabu. Now, baada ya kuona direct na indirect speech na kukagua sentensi hizi, tunaweza tukagundua kitu kwamba unapotunga sentensi kwenye direct speech na unapotunga sentensi kwenye indirect speech, ni vitu gani ambavyo vipo huku havipo. Kwa mfano, tunaona kwenye sentensi ya direct speech kuna matumizi ya alama fulani za uandishi. Kuna matumizi ya mkato, kuna matumizi ya alama ya fungua na funga semi. Lakini kwenye indirect speech tunaona hakuna matumizi ya alama ya mkato wala matumizi ya fungua na funga semi. Nadhani hivyo vitu tumeviona. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kukinoti kwa haraka wakati tunaenda kwenye mabadiliko, namna ya kubadilisha sentensi kutoka kwenye direct kwenda kwenye indirect speech. Kuna taratibu zake na tutaangalia